Moja kwa moja kutoka London, hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Baada ya shambulio la Manchester, wanajeshi wafanya doria hapa London kufuatia kuwepo na tishio la hali ya juu la shambulio jingine la kigaidi. Na mimi ni Peter Musembi nikiwa hapa Manchester kwenye bustani ya St. Anne's, eneo la makumbusho ya waathirika wa shambulio hilo la Manchester. Na ni katika siku ambapo nchini Libya kaka yake mdogo wa mshukiwa mkuu pamoja na baba yake wamekamatwa kusaidia polisi katika uchunguzi kuhusu nani wengine waliohusika. Rais wa Tanzania atengua wadhifa wa mtu aliyepewa dhamana ya kusimamia madini na nishati kufuatia ripoti ya makanikia yanayosafirishwa kwenda nje ya nchi. Walichokifanya ni sahihi, ambalo ni fundisho pia kwa baadhi ya sekta zingine, kwamba kusiwe na biashara ujanja kama hiyo iliyofanyika. Shughuli ya kumsaka na kumkamata kiongozi wa LRA yasimamishwa kwa kuwa Konyi si tishio tena. Je, kuna ukweli kiasi gani? Katika michezo usiku huu, ni kufa au kupona kwa United. Jose Mourinho anaongoza kikosi chake usiku huu kutupa karata yake ya pata potea ya kucheza klabu bingwa Ulaya msimu ujao. Hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni pamoja na michezo. Jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Maafisa wa polisi wanachunguza shambulio la bomu la Manchester. Wametangaza kwamba inaelekea kuna mtandao ambao ulipanga shambulio hilo ambalo watu 22 waliuawa mara tu baada ya burudani ya muziki usiku wa Jumatatu. Maafisa wa usalama wanaamini bomu hilo alilokuwa nalo Salman Abedi liliundwa na watu wengine, na wanafanya juhudi kugundua kama kuna mahala pa kutengenezea mabomu hayo. Peter Musembi tunaungana naye hivi sasa moja kwa moja akiwa Manchester. Peter, tumeambiwa kamata inaendelea mpaka Libya sasa. Ndiyo, kamata inaendelea mpaka nchini Libya, na hayo yote ni katika harakati za kutafuta uwezekano au ni kina nani wengine walihusika katika kushirikiana na huyu mshukiwa mkuu Salman Abedi kwenye kupanga shambulio la hapa mjini Manchester. Sababu ni kwamba kama ulivyotaja kwenye taarifa, polisi wamejua kwamba bomu lilotumika pale muundo wake haiwezekani yule Abedi akawa aliliunda yeye mwenyewe. Kwa hiyo pana lazima ya kwamba kuna ama mtandao wa kigaidi au watu wengine alishirikiana nao katika kulitengeneza na kupanga hilo shambulio. Kwa hiyo leo hapa Manchester amekamatwa kaka yake huyu Salman Abedi, lakini pia nchini Libya kukamatwa baba yake mzazi na kaka yake mdogo, kwa sababu polisi wanataka kuchunguza nani wengine waliohusika. Huo ndio uchunguzi unaoendelea kwa sasa hivi. Nilikuwa nakusanya taarifa mchana leo nikitembelea mitaa mbalimbali pamoja na mtaa alikozaliwa Salman Abedi kusini mwa Manchester, na taarifa yenyewe ikawa hivi. Kufikia sasa watu wote 22 waliouawa wametambuliwa, mkiwemo watoto. Polisi sasa wanachunguza nani wengine walioshirikiana na mlipuaji Salman Abedi. Ana umri wa miaka 22, alizaliwa hapa Manchester, lakini wazazi wake ni wakimbizi kutoka Libya, walikimbia wakati wa utawala wa Kanali Muammar Gaddafi. Huyu ndiye mlipuaji ambaye polisi hapa Manchester wamethibitisha alitekeleza shambulio la kigaidi na kuua watu 22 pamoja na kujeruhi wengine karibu 60. Salman Abedi alizaliwa mjini Manchester, lakini wazazi wake ni wakimbizi kutoka Libya waliotoroka utawala wa Kanali Muammar Gaddafi. Polisi wanasema hapana shaka Salman alishirikiana na watu wengine katika kupanga shambulio hilo kwenye ukumbi wa Manchester Arena, ambapo maelfu ya watu, wengi wao vijana, walikusanyika kushuhudia mwanamuziki Ariana Grande akitumbuiza. Wanasema bomu lililotumika haliwezi kuwa kazi ya mtu mmoja. Kaka yake pia amekamatwa katika mtaa huu walioishi kusini mwa Manchester ili kusaidia polisi katika kuchunguza nani wengine waliohusika. Kuna taarifa zinazosema Salman alizuru nchini Libya siku chache kabla ya shambulio hilo.
Salman Abedi alizaliwa sio mbali kutoka mtaa huu hapa kusini mwa Manchester. Wakazi wa mtaa huu ni mchanganyiko wa wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali, mkiwemo watu kutoka Afrika Mashariki, na wote wanalaani kitendo cha Salman cha siku ya Jumatatu. Nilisikia vibaya sana sana sana, kama mzazi mimi nilisikia vibaya sana. Ni kitu cha kusikitisha sana, maana wamewapotezea maisha yao. Mbaya sana kwa sababu sisi hii nchi tumekaribishwa vizuri, tunaishi vizuri. Hawa watoto waliofariki ni watu kama mimi, ni mama, ni mzazi, nasikia uchungu. Sipendi kitu kama hicho, na watoto wetu, na sisi sio support kwa kitu kama hicho kwa kweli. Na hatuko radhi kitu kama hicho. Na aliyefanya kitu hicho ni mtu binafsi, sio watu wote. The police have asked for authorization from the Secretary of State for Defence. Waziri Mkuu Theresa May ametangaza kuongezwa kwa wanajeshi zaidi ya 3,000 kusaidiana na polisi kuimarisha usalama. Na hii ni baada ya vyombo vya kijasusi kusema shambulio lingine linaweza kutokea wakati wowote. Peter Musembi, BBC, Manchester. Na habari zaidi kuhusiana na tukio hilo la Manchester unaweza kupata kupitia simu yako ya mkononi kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com. Shambulio la Manchester na hali ya uchunguzi inayoendelea hivi sasa. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Taarifa kutoka Syria zinasema kwamba shambulio la anga lililofanywa na ushirika unaoongozwa na Marekani limeua raia wasiopungua 16. Shirika moja la kutetea haki za binadamu la hapa Uingereza limesema shambulio hilo lililenga kijiji cha Al-Baruda kilicho karibu na ngome ya kundi la Islamic State katika mji wa Raqqa. Inadhaniwa wanawake na watoto ni miongoni mwa waliouawa. Jeshi hilo limesema linachunguza madai ya kusababisha vifo hivyo. Binti wa Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe, Bona Mugabe Chikore, ameteuliwa kwenye bodi ya udhibiti wa habari. Tayari hatua hii imekosolewa sana. Huu ni uteuzi wa kwanza wa Bona mwenye umri wa miaka 27 katika taasisi ya umma. Kwa mujibu wa taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika, bodi hiyo ilihusika na kupiga marufuku michezo kadhaa ya kuigiza yenye maudhui ya utata wa kisiasa, maonyesho ya sanaa na makala. Mahakama ya juu ya Hispania imethibitisha kutoa hukumu ya kifungo cha miezi 21 jela kwa mchezaji huyu wa Barcelona Lionel Messi kutokana na kosa la kukwepa kodi, lakini huenda asifungwe. Kwa sheria za Uhispania, vifungo vya chini ya miaka 2 si lazima kutumikia gerezani kwa makosa ya kwanza na yasiyo ya kufanya vurugu. Rais wa Tanzania John Magufuli ametengua wadhifa wa waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo baada ya kupokea ripoti ya uchunguzi wa makinikia kutoka tume aliyoiunda mapema mwaka huu. Rais Magufuli amemwachisha kazi pia mkurugenzi mkuu wa wakala wa ukaguzi wa madini na kuvunja bodi ya wakala hiyo. Mwezi Machi, Rais Magufuli aliunda tume ya wataalam wa jiolojia, kemia na uchenjuaji madini kuchunguza ukweli juu ya thamani ya kiwango cha madini kinachokuwemo ndani ya mchanga unaosafirishwa nje kwa ajili ya uchenjuaji. Mwandishi wetu Samia Wami anatuarifu zaidi. Imekuwa ni miezi miwili ya safari ya kutafuta ukweli na kukamatwa kwa makontena 227 ya makinikia katika bandari hii kukazaa tume iliyotwishwa jukumu la kufanya uchunguzi wa kina na kuja na ripoti yenye majibu ya kutosha. Wataalamu walifanya uchunguzi wa kimaabara na kubainisha aina, kiasi na viwango vya madini na kisha kubaini thamani ya madini hayo. Kwa miaka mingi makampuni ya madini yamekuwa yakidai kuwa wawazi juu ya kile yanachokisafirisha nje ya nchi. Lakini ripoti hii imeibuka na taarifa iliyo kinyume kabisa na madai hayo. Na katika uchunguzi wa makontena yaliyokamatwa bandarini pekee, tume ilibaini kiwango cha madini mara 10 ya kile kilichoripotiwa na makampuni husika, huku nchi ikiwa njiani kupoteza zaidi ya dola milioni 3.7 za mapato. Hizi ni fedha ambazo bila shaka zingesaidia sana katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Unapoenda kwenye mashule yetu, madarasa hayatoshi, madawati lazima tuchangishane. Unapoenda kwenye miundombinu yetu, tunahangaika kutafuta hela za treni kujenga, mpaka tukope, tuzibane. Kumbe kuna hela ambazo zimemwagika tu hapa. Lakini wapo wa Tanzania ambao tuliwapa huo wajibu wa kusimamia, hawajali. Na hiki ndicho kinauma sana. Na kwa tathmini ya faida hizo,
Rais Magufuli mara moja akatangaza kuwaachisha kazi baadhi ya walio na wajibu wa kusimamia sekta hii, hatua ambazo zimesababisha uungwaji mkono mkubwa kwa Rais Magufuli karibu kila kona ya nchi. Walikuwa na hujumu uchumi wetu, kwamba kitu alichokifanya ni sahihi, ambalo ni fundisho pia kwa baadhi ya sekta zingine. Ni haki yake kweli kuwawajibisha, kwa sababu hawawezekani watu wakafanya vitu sivyo ndivyo. Kwa hiyo maamuzi aliyoyachukua ni haki. Tanzania ni nchi ya 4 katika uchimbaji wa madini barani Afrika, lakini nchi hii bado haijapata kunufaika vya kutosha kutokana na rasilimali hii ya thamani. Wakati upande wa wawekezaji katika sekta hii ya madini bado wakiwa hawajatoa utetezi wao, ripoti hii na uharaka wa utekelezwaji wa matokeo yake inaonekana kufungua sura mpya kabisa juu ya namna Tanzania itakavyoendesha sekta hii nyeti kabisa. Samia Wami, BBC, Dar es Salaam. Na tuungane na Amani Mhinda ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika lisilo la kiserikali la Haki Madini kujua zaidi kuhusiana na haya yaliyoibuka kutokana na mchanga huu unaosafirishwa. Karibu sana Amani. Huu mchanga umekuwa kusafirishwa kwa miaka na mikaka. Kwa nini swala hili halikufanyiwa uchunguzi tangu awali mikataba hii ilipokuwa inatiwa saini? Nafikiri changamoto kubwa ambayo tunaipata ni kuwa katika miaka ya nyuma kulikuwa hamna dhamira ya dhati kubadilisha utaratibu ambao ulikuwa umezoeleka, lakini pia inatokana na kukosa uwezo kama nchi kufuatilia na kufahamu thamani ya madini na aina ya madini iliyoko pale. Na hii ni asilia kwa sababu Tanzania sio nchi ambayo ina uzoefu mkubwa katika uchimbaji mkubwa huu wa madini. Imeanza upya miaka ya 90 na pambana kama nchi ili kuweza kuwa na uwezo wa kuweza kudhibiti biashara hii. Naam, na sasa hili limebainika, mikataba tayari ilikuwa imekishotiwa saini. Kitu gani kinafuata hapa? Serikali inaweza kuvunja mikataba hiyo na kuanza upya? Hapa ndio changamoto. Kisiasa nadhani walichokifanya ni sahihi, lakini kisheria itaingiza Tanzania katika mgogoro kwa sababu mikataba ile mpaka sasa hivi inawapa wale haki ya kusimamia au kuuza yale madini ya kwao, na inaifanya kuwa ngumu sasa hivi maamuzi ambayo yatatupelekea pengine kwenye mgogoro wa kisheria na kwenda kwenye mahakama ya kisheria, mahakama ya kidunia ya biashara. Najua hili litakuwa gumu kidogo, lakini pengine kama hili jambo limekuwa likiendelea kwa miaka mingi, kwa nini mzigo anabebeshwa waziri wa sasa wa madini? Nadhani hii ni Tanzania ina utamaduni wa kuwajibishana kisiasa, kwa sababu alikuwa ni waziri mwenye dhamana na kwa muda mrefu amekuwa anatarajiwa kuwa alete mabadiliko haya. Kwa hivyo ni kama kafara, kwa sababu utaratibu huu ulianza muda mrefu, lakini pia nadhani kuna hisia kana kwamba alikuwa hafanyi juhudi ya kutosha ili kuhakikisha kuwa madini haya yanafanywa uchunguzi kama ilivyoanishwa kwenye ripoti hii. Asante sana Amani Mhinda akizungumza nasi moja kwa moja kutoka jiji la Arusha. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Salim Kikeke. Karibu tena katika Dira ya Dunia. Mimi ni Salim Kikeke. Habari kuu usiku huu: wanajeshi wa Uingereza wameingia katika barabara za jiji la London, ikiwa ni ishara ya kwamba hatua maalum za kiusalama zimeanza kutekelezwa baada ya kutokea mlipuko wa bomu Manchester. Rais wa Tanzania John Magufuli ametengua wadhifa wa waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo baada ya kupokea ripoti ya uchunguzi wa mchanga unaosafirishwa nje ya nchi. Miaka 5 tangu kuanzishwa kwa kampeni ya mtandao wa kijamii kwa jina la Konyi 2012 kutaka kukamatwa kwa Joseph Kony, shughuli ya kijeshi dhidi ya waasi wa LRA wa Uganda imesitishwa bila kukamatwa kwake. Majeshi ya Marekani na ya Uganda yalikuwa yakifanya msako wa Kony yameondoka katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Wamesema kuwa kundi hilo si tishio tena kwa usalama. BBC imekwenda kuchunguza uhakika wa hatua hii. Dayo Yusuf anatueleza zaidi. Mbali kabisa na mji mkuu Bangui na karibu na msitu mkubwa,
Mji wa Obo na vijiji karibu nao umekuwa maficho ya Joseph Kony na wafuasi wake, waasi wa Lord's Resistance Army. Waasi hao kutoka Uganda waliwasili hapa mwaka 2008 na wameshutumiwa kufanya mauaji, utekaji nyara na uhalifu wa kijinsia katika mataifa mane tofauti. Kony sasa anasakwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa makosa ya uhalifu wa kivita, lakini kwa sasa jamii hii imepata ulinzi. Wanajeshi wa Uganda wakisaidiwa na majeshi ya Marekani wamepiga kambi hapa kwa muda kumtafuta Kony na wafuasi wake, lakini sasa wameamua kuondoka. Japo kiongozi huyo wa waasi bado hajulikani aliko, wanajeshi hao wanasema LRA imevunjwa nguvu, lakini wanaume wa hapa bado wana wasiwasi. Pierre Mbolihundo ni kiongozi wa kundi la vijana la Arrow Boys, kundi linalojitolea usalama wao wenyewe. LRA bado wako msituni kwa sababu wanaogopa jeshi la Uganda, lakini wakijua kuwa jeshi hilo limeondoka, watakuja hapa kutusumbua tena kwa sababu wako karibu, takriban kilomita 15 kutoka hapa. Jamhuri ya Afrika ya Kati ipo katika vita vya ndani. Makundi ya Waislamu na ya Wakristo yanapigana, na bado kuna LRA. Wote hawa wanahatarisha usalama wa watu hapa. Ni miaka 5 tangu kuanzishwa kwa operesheni ya Kony mwaka 2012. Ni kampeni katika mtandao wa kijamii iliyoshinikiza Marekani kujitolea kumkamata mbabe huyo wa kivita. LRA kwa sasa imefifia, ikiwa na chini ya wapiganaji 100. Jeshi la Marekani wana uhakika gani kuwa hataunda kundi jingine? Hatuna wasiwasi kwa kuwa ameshapoteza ushawishi wake. Jeshi la UPDF limefanya kazi vyema. Wamefanikiwa kupunguza wapiganaji wake kutoka 8,000 hadi chini ya 100. Nadhani ni jambo jema. Jukumu sasa limeachiwa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kuwalinda raia wake. Kuna idadi ndogo sana ya wanajeshi wa CAR hapa mjini Obo. Hofu ni kuwa huenda wakashindwa kujaza pengo litakaloachwa na wanajeshi wa Uganda na Marekani. Na ni pengo kama hili ndilo huwavutia wapiganaji wa LRA. Na bila wanajeshi hao, eneo hili litakabiliwa na tishio la usalama kama maeneo mengine ya CAR. Mariam Dodo Abdallah, BBC. Naam, Mariam huyo na Sidayo kama nilivyosema. Unapofikiria wanyama hatari zaidi duniani, bila shaka huwezi kudhani kama konokono ni miongoni mwa wanyama hao. Kwa kweli inafikiriwa kwamba konokono wa Afrika walio wakubwa kabisa ndio wenye madhara zaidi duniani, na sasa konokono ndio wameenea sana nchini Peru. Mamia ya konokono wamepatikana katika jimbo la Ancash lililo kaskazini mwa nchi hiyo. Saloma Kasim anatusimulia zaidi. Njia hii imekuwa kizuizi. Utadhani kumetokea uhalifu, lakini si uhalifu, bali kumezagaa tu makonokono. Inaaminiwa ni konokono wakubwa zaidi wa Afrika. Mvua kubwa na mafuriko ya maji ndiyo iliyowaleta hapa mamia ya konokono hawa. Viumbe hivi vinaweza kusababisha madhara makubwa sana, kwani wanaweza kusambaza maradhi ya maambukizi. Kundi moja la wahifadhi mazingira limeorodhesha konokono hawa kwa mwanzo wa orodha ya viumbe hai kutoka nchi za nje, na mamlaka ya Peru inajizatiti kuwaondoa haraka iwezekanavyo. Tabia yao hujikusanya pamoja. Pengine kuna wengine walio chini kabisa ambao wamekufa, na hali hii husababisha kusambaza vimelea na bakteria. Tatizo hili ni kubwa sana kiasi kwamba maafisa wa serikali wameanzisha kampeni ya kuwaonya watu wafanye nini pindipo wakikabiliana na konokono hawa wa Afrika. Idadi ya konokono wenye sumu inaongezeka sana, na mimi nahofia kwamba wataparamia ukuta wangu. Najaribu kunyunyuzia chumvi na mafuta. Tayari jimbo moja limewekwa katika hali ya tahadhari ya kutokea janga kubwa, na watu wa Peru wameambiwa waepukane sana na tishio hili ambalo linaweza kuwa kubwa kuliko hivi inavyoonekana. Saloma Kasim, BBC. Naam, katika habari za michezo muda mfupi ujao, Arsene Wenger aacha maswali mengi kuliko majibu kuhusu hatima yake wakati wakijiandaa kushuka dimbani katika fainali ya kombe la FA na Chelsea. Tutakuwa na habari hiyo na nyingine kadhaa za michezo. Hii ni London. Karibu tena, na sasa ni habari za michezo. Takriban dakika kama 15 hivi na Ushei. United wanashuka dimbani kupambana na Ajax Amsterdam mjini Stockholm kwenye fainali ya kombe la Europa. Timu zote mbili zitakaa kimya kwa muda wa dakika moja kwa heshima ya kuwakumbuka waathirika wa shambulio la Manchester.
United ambao waliwasili jana usiku kukagua uwanja huu wa Marafiki Friends Arena ambao kipenga kitapulizwa muda mfupi ujao. Polisi wa Manchester wamesema walijadili uwezekano wa kuahirisha mchezo huu wa leo kufuatia shambulio la Jumatatu. Taarifa zinasema polisi wapatao 1200 wapo kwenye uwanja huu ambao unaweza kuchukua watu 50,000. United ambao wanatarajia ushindi wao leo utawapeleka klabu bingwa Ulaya wanasema licha ya umuhimu wa mchezo huu, mawazo yao yapo na familia za waathirika. Tuna kazi ya kufanya, hilo halina shaka yoyote na halijabadilika, lakini nadhani kilichotokea kinaweka mambo katika muktadha. Ushindi uwanjani kwa kweli si chochote ikilinganishwa na maumivu wanayohisi watu nyumbani. Kwa upande wa Ajax ambao tayari wamefuzu kucheza klabu bingwa Ulaya msimu ujao, wataingia uwanjani wakiwa wanajiamini na bila ya kikubwa cha kupoteza. Ajax wameungana na United katika kutoa salamu za rambirambi kama nilivyosema. Licha ya kuwa kikosi hiki kina wastani wa vijana wenye umri wa miaka 22, hakionyeshi dalili zozote za kuwa na wasiwasi. Waliochapa Schalke 04 Olympique Lyon kufika katika fainali hii kwa mara ya kwanza tangu mwaka 96. Meneja wa Ajax amesema tukio la Manchester limeondoa msisimko uliokuwepo wa fainali, lakini vijana wake watataka kukamilisha kilichowapeleka Sweden. Nadhani tuna nafasi ya kuwafunga Manchester United iwapo tutacheza mchezo wetu. Tuna mtindo wetu wenyewe tuliouanzisha msimu huu, unaitwa mtindo wa Ajax. Kwa hiyo tukiweza kuucheza tutakuwa na nafasi ya ushindi. Na mabingwa wapya wa England, Chelsea, wazee wa darajani, wafuta sherehe zao za ushindi zilikuwa zifanyike Jumapili hapa London kufuatia shambulio la Manchester. Chelsea unaoona hapa wakipiga tizi kujiandaa na fainali ya kombe la FA walikuwa wamepanga kupita katika mitaa hapa London kusherehekea ushindi na mashabiki wake. Klabu hii imesema si vyema kufanya sherehe katika kipindi hiki cha majonzi. Chelsea wanakutana na Arsenal siku ya Jumamosi kwenye dimba la Wembley. Na tukisalia na mchezo huo fainali, meneja huyu Arsene Wenger wa Arsenal anasema hafahamu kama mechi hiyo ya Jumamosi ndio itakuwa ya mwisho kwake kufundisha. Hatma ya profesa itajadiliwa kwenye mkutano wa bodi baada ya mechi ya fainali. Meneja huyu ambaye mkataba wake unamalizika mwisho wa msimu huu amekuwepo Arsenal tangu mwaka 96. Kwa kumaliza katika nafasi ya 5 kwenye ligi, Arsenal amekosa kucheza Champions League kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 20. Katika muda huu Wenger ameshinda makombe 3 ya ligi na 6 ya FA. Ninachotaka ni kushinda mchezo ujao. Napenda kushinda na nataka kufanya vyema na klabu yangu, na nataka kushinda kombe hili kwa ajili ya klabu yangu ninayoipenda. Hii sio kuhusu mimi, ni kuhusu kushinda kombe na kujituma kufanikisha hilo. Ni profesa huyo Arsene Wenger. Mwisho wa habari za michezo, lakini tukisalia hapo tunautizama mchezo wa usiku huu wa leo wa Europa. Shebidadi Said wa Nairobi, asante sana, anasema Ajax poleni sana. Bora msiingize timu maana siwaoni kabisa mkifurukuta mbele ya Man United. Mozaya wa Dar es Salaam anasema Ajax piga hao vibonde, zilipendwa. Mimi shabiki wa Chelsea tena wa mwisho. Moiz wa Uvira anasema sitaishabikia Man U kabisa. Asante sana kwa ujumbe wako huo. Matokeo ya mchezo huo wa United na Ajax utapata katika bbcswahili.com. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Salim Kikeke na watakieni usiku mwema. Alamsiki.